First Kings chapter 19. Mstari wa 9 fika wa 18. There he went into a cave and spent the night. And the word of the Lord came to him. What are you doing here, Elijah? He replied, I have been very zealous for the Lord, God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too. The Lord said, go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind there came an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. When the Lord heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Then a voice said to him, What are you doing here, Elijah? He replied, I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left. Now they are trying to kill me too. The Lord said to him, go back the way you came, and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael, king of Aram, also anoint Jehu, son of Nimshi, king of Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat, from the Abel Meholah, to succeed your prophets. Jehu will put to death any who escape the sword of Hazael, and Elisha will put to death any who escape the sword of Jehu. Yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal, and whose mouths have not kissed him. Lord, I pray that you are going to minister to these people in the name of Jesus. I'm just a vessel, Jehovah. May you use me in the name of Jesus. Tumetulia kwako Mfalme, naomba ukanene na kila nafsi kwa mahali hapa usiku wa leo. Katika jina la Yesu nimeomba na nitakuamini. Amen. Mtumishi wa Mungu amekuwa akiongea hizo Sundays zimepita, amekuwa akiongea kuhusu about altars. Na Sunday nyingine ilipita aliongea kuhusu Elijah in the Mount Carmel. Na ukisoma, we were reading in chapter 17. Ukisoma kutoka hapo chapter 17, na unaona after Elijah aliwin pale Mount Carmel, wakati Jezebel alisikia Elijah aliwin. Jezebel ni mke wa Ahab. Akasikia, how can Elijah win my husband? Akatishia Elijah. Ukisoma hiyo chapter tukianza hapo, inasema Elijah fled to Horeb. Elijah alikuwa anakimbia akiogopa kuuliwa. Maandiko ya Mungu inasema Elijah was just a man like us. Elijah was a prophet and a strong prophet. Na wakati Jezebel alitumana akasema, kama maisha yako hayatakuwa kama yale ya mahali ambayo uliwaua, na niulizwe. Na Elijah kama binadamu akasikia akiwa na uoga na akataka kukimbia, akataka kuenda asiuliwe. Na hapo tunasema Elijah amesema, I am very zealous of the Lord, because hawa watu wanataka kuniua na ni mimi tu peke yangu nimebaki. Wale wengine wote wamekufa, lakini nimebaki tu peke yangu. Na anakimbia akaenda. Anaulizwa, Elijah, where are you going? Uko wapi? Elijah anasema, ako hapo tu. Na Elijah akakimbia akaenda. I was thinking
vitisho zinakujianga kila mtu. Labda umetumana kwako, sijui familia yenu, watu wanaweza kuwa tu umetumana vitisho, lakini they cannot confront you because they know you are a servant of God. They cannot come close to you because they know you are a prayerful person. Wanatumana tu vitisho huku unasikia tu wanakuja, but they cannot come close to you. Wanajua kuna moto karibu yako. Wanajua tu wakijaribu, wakifika kwako, hajui ni nini itafanyika. Siku ya leo nilikuwa naomba out of that story of Elijah, tuchukue tu mambo mawili yakapata kutusimamisha sisi kama Wakristo ambao Mungu ametuleta hapa siku ya leo. Ukisoma where I've read in verse 11, inasema the Lord said, go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Elijah alienda akalala in a cave, hakutana na Mungu, na sauti ya Mungu ikamjia ikamwambia just come out, the Lord is about to pass by. Na akiwa amekaa pale akasikia a lot of wind come, lakini God was not there. Kukakuja moto, lakini the Lord was not there, but there came a gentle whisper. Akasikia a gentle whisper until he knew God was there, na akatoka. Ningetaka siku ya leo, ni mara ngapi we have waited upon the Lord? Najua mara nyingi Wakristo wanaona sisi tumekuja tu hivi wachache, Mungu hawezi kuwa hapa saa hii, Mungu hawezi zungumza saa hii. They are waiting wakati tutakuwa na revivals, watu wajae hapa ndio unaona miujiza itafanyika hiyo siku. Nataka kukuambia siku ya leo, hata saa hii Mungu anaweza tumana, anaweza jibu leo. Si lazima tunaona Wakristo, tunaona tunasikia conference huko mahali tunasema we want to go there. Lazima Mungu atatumana huko. Unaenda unapeleka sadaka huko, ni kwa maana uko na matumaini. Lakini many of the times uweze kuja hapa kwa mlima wa baraka, maombi ya siku ya leo, useme nimeleta sadaka ya shukrani. Naomba Mungu akanene siku ya leo. Naomba Mungu akatumane siku ya leo. Usingoje hadi usikie Reverend Sri nani amekuja huko, ndio maana tunatembea huko tumekanyaga kusema we are going there. Ukisikia receive, watu wote wanaanguka chini nasema Mungu wako mahali hapa. No. God just whispers, and God just want a humble heart to whisper to you, to whisper to your life, na maisha yako uone imebadilika. Sijui ni mara ngapi umechinu, sijui ni mara ngapi umetembea, ukienda unasikia ni kama kanisa ya Baraka ni kanisa dogo, mtumishi wa hapa ni Pastor Joshua, tunataka mtu kama Reverend Ng'ang'a ambao tunasikia akona channel ya TV. You know, that is how we look at things as human beings. But siku ya leo wapendwa, nataka tuangalie in another perspective. Tujue Mungu hakui na wind. Ukisikia tu ikipiga hivyo, Mungu hata hayuko hapa. Ukisikia hata Mungu imeandaliwa huko gossip, unakimbia huko, God is not there. Mungu anakutaka hapa Baraka. Ukuje masaa kama umekuja ya siku ya leo, hakuja kwa just come my son, just come my daughter. I just want to whisper to you. I just want to know your needs. I just want to know why you have come to this service today. Kwa maana najua hatuwezi kuwa tumekuja tu bure. Kuna ile jambo imekuwa tu kusukuma katika moyo wako, lakini God can whisper to you today. God can whisper to your life today, na uone tu imebadilika. Kwa hivyo kama kuna wakati umekuwa tu ukifikiria kama Mungu hawezi kujibu hapa, just tell that God. Na ujue wakati wa Mungu ukifika, just like this time of Elijah, alijua God is not in the fire. Alijua just a gentle whisper. Mungu tu akwambie just come, just come. Tuongoze hivi tu wachache, si lazima tukue tumejaa, lakini Mungu ajibu tu.
Mungu atusaidie sana. Like Elijah, we have to stand. We have to fight. We have to be firm. Elijah had to go through a desert. Hapitia tu kwa majaribu. Alijua akikosa kupita kwa desert, hatajua. The desert you are going through in your life, Mungu anajua. Unasikia tu unaenda unagonga ukuta. God is there. Mungu anaangalia tu. Anasema anajua ni nini hata whisper to your life. Na uone tu kumebadilika. Anajua ni nini hiyo jambo ambalo unasikia ukipitia. Anajua ni nini itakwisha. Anajua utakuja ukuje, not give up. Because there is a day utakuja ufike mahali hapa, uende nyumbani useme, hakika ile maombi nimekuwa nikija ya Thursday, Mungu ametenda na amejibu. Elijah, he was very zealous of the Lord. Alikuwa anasema, I am the only one remaining. Najua like shida ya Wakristo na shida yangu na wewe ni vile like we are feeling like Elijah. Ni sisi tu, ni wewe tu umebaki. Ni wewe tu unaweza ongoza tu hiyo kikundi iende mbele. Ni wewe tu ukiwa hujakuja hii revivals ya siku ya leo, hadi kama hatuwezi omba vizuri. That is the problem we have. Ya kuona I am the only one remaining. Elijah hakujua. Hiyo verse ya mwisho inasema, and yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal, and whose mouths have not kissed him. Elijah hakujua. Yani anajisikia tu kwa peke yake, lakini they are 700 ambao hawajai abudu Baali siku moja. Unajua Elijah alikuwa na unyonge vile tu tuko na unyonge. Unajiona unasikia I am the only person in that CD group I can lead. Ndio tunaweza worship vizuri hapa tukiendelea. Nikiwa siku wakati utakuwa will do it marvelous. Jua Mungu anaweza kutumia kila mmoja. Usijionange tu ni wewe. Usijionange tu mahali upo. Ati ni wewe tu unaweza tumika. Ni wewe tu unaweza simama. Ati kwa familia yenu ukiwa huko watu hawezi endelea na mtikosa tu. Ile siku utakosa, utasikia walienda wakaanza wakaifanyisha na ikakuwa sawa. Usijione kama ni wewe. Just say may God use me. Ukija mahali hapa, bondeka kwa Mungu. Mwambie nimekuja mahali hapa napotea ili uonekane. Hata nikifika kwa kanisa, sitaki kutembea niende nikisalimia mchungaji ajue nimefika. Hapana, I just come here, sit there, pray to God na niende nyumbani najua wakati wa Mungu ukifika hata nitambulisha. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo Mungu akusaidie sana na anisaidie. Mahali unafanya kazi, usisikie ati kama hauko mahali pale mambo hayawezi endelea. Usikia like you are the supervisor, you are analyzing, wale wengine wako hapo chini. Wakati hautakuwa, they will celebrate na Mungu atawatumia. Ukitembea hivi, tembeanga ukisema vile mwimbaji aliimba, wakinitazama wakuone. Wasione wewe, waone Kristo aliye ndani yako. Waone Kristo ambaye anakuongoza. Ukifika mahali ya pale, ambia Mungu, wacha hawa watu wasinione, wakaone Kristo ambaye anajitumia. Wakaone Kristo ambaye ameniita katika nyumba yake. Labda umekuwa ukijinu. Najua saa nyingine it is right to feel sorry. Kama umekuwa tu ukijisikia like mimi I'm the leader. Yaani watu wengine unajua wanakujaga kanisa because they are leaders. Unakuja tu hii maombi ya siku ya leo because mchungaji atakupigia simu, hakuulize ulikuwa. Hakuulize ulifika. Hakuulize fulani alikuwa. Don't be like that. Kuja hapa habudu Mungu. Don't say like I'm the only one left. No, you are the only one. Kuna wengine hapa wakisimamishwa hapa kwa madhabahu, wahubiri, wakisimamishwa hapa waindasiri, utashangaa unafanyaga nini? Watasimama hapa waindasiri, you just say, "Hai, hawa watu wanakuanga tu kwa hii kanisa." This is very powerful. Najua hata alisimama hapa Jumapili, walisema walienda kuona mmoja wao. Akasema alikuwa tu anaomba, akasikia wengine tu wanaendelea tu kuomba.
akasikia maombi venye tu inatiririka, akasema wow, kumbe hapa ni kuna wanaume wazuri. That's how you should see yourself. Usijionage tu ni kama umefika, ni kama unaweza. Hata ukifika tu watu wananyamaza tu wakusikize just because you have arrived there. No. Fika hapo, nyamaza, sikiza. Ukimaliza uambie, you know what the Lord says. Unajua hii si vizuri because you don't know. Wacha wasikujue, lakini wakati utakapofungua mdomo wako uongee kitu ina make sense, uongee wisdom. Mungu atusaidie sana ambao tumekuja maombi ya siku ya leo. Mungu akakunenea katika maisha yako. Labda umekuwa ukiishi